الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصيكم وأوصي نفسي أولاً بتقوى الله جل في علاه فقد فاز المتقون. Watukufu wa Islam, baada tu ya kumhimidi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninachukua nafasi hii kuzihusia nafsi zenu kama ambavyo inanipasa kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, maudhui ya khutba ya leo nitazungumza jambo muhimu sana. Jambo muhimu kwa zama tulizonazo, jambo muhimu kwa sababu ni muhimu. ضوابط الأمن كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبي وأقوال العلماء. misingi ya kudumisha amani kama alivyoeleza mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani tukufu, na kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha katika maelekezo yake, na vile vile wanawachuoni waliotutangulia na waliotuzidi maarifa nao pia walizungumza misingi ya kudhibiti na kudumisha amani katika jamii. Ndugu zangu katika imani, al-amnu min a'zami ni'ami. Kama kuna neema kubwa na zimeitwa kwa ukubwa wake, basi neema ya amani ni neema kubwa. Lakini huwezi kuikadiria ukubwa wake hata idha faqadaha, mpaka pale itakapoondoka ndio utaona ukubwa wa amani Allah alivyozungumzia. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa ukubwa huo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitudokeza kwamba man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Haya maneno ni maneno yataendelea kusomwa, yatasomwa mbele za watu na watabainishiwa. Ni maneno yametoka kwa as-sadiq al-masduq ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Huyo ndo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tafsiri ya maneno hayo yanasema hivi: miongoni mwenu akapambazukiwa na asubuhi, maana yake jua limemkuta, hali ya kuwa ana amani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, muafa fi jasadi, kwenye mwili wake kuna kitu kinaitwa afya. La tatu, indahu qutu yaumi, angalau ana mlo mmoja, kama sio breakfast
basi ana lunch. Kwa mambo haya matatu, amani, chakula, afya, ukiruzukiwa kuwa navyo, huyu bwana mkubwa anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, wewe umepewa dunia na vilivyomo. Ndugu zangu katika imani, unaweza ukakosa chakula ukasurvive, unaweza ukakosa afya ukasurvive, lakini ukikosa amani hakuna kusurvive. Imetangulizwa amani kwamba ni jambo la msingi sana. Wakati tulionao sisi hatuishi kwenye sayari tofauti na sayari hii inaitwa Earth, dunia. Hatuishi katika anga, tunaishi ardhini. Ardhini mna watu, na watu wana tamaduni zao, wana mikakati yao, wana mipango yao, na wana uongozi wao. Sisi sio malaika. Kwa hiyo ikiwa ni kheri, basi sisi ni ahlan kukutwa na hiyo kheri, na ikiwa ni shari, basi halikadhalika pia shari, sisi ni ahlan kukutwa na hiyo shari. Kwa sababu katika nguzo ya 6, nguzo ya iman, al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Ndugu zangu katika imani, nchi nyingi duniani zinapoelekea kutafuta viongozi watakaowaongoza kwa muhula fulani, nchi nyingi huwa zinaingia kwenye majanga na maafa na vita kwa sababu ya kutokuchunga misingi ya dhawabitul amn, misingi ya kuilinda na kuitunza amani. Misingi hiyo huwa ikikosekana, basi inakuwa ni ngumu sana hata ukitumia mtutu wa bunduki kuirudisha ile amani ambayo uliichezea. Sasa miongoni mwa vitu vinavyochochea kuharibika kwa amani katika jamii ni hizi chaguzi za kutafuta viongozi wa kutuongoza. Nimuombe Allah jalla jalalu nieleze baadhi ya dhawabit, misingi tukiishika sawa sawa, amani kwetu itakuwa ni daiman wa abada, itaendelea kuwepo kwetu na kwa watoto wetu na vijukuu vyetu na vilembwe vyetu, kwa sababu ya kuchunga hii misingi. Msingi wa kwanza wa kudumisha amani na kufanya iendelee kuwepo, tahqiqu tauhid wal imanu sadiq billah. Huo ndio msingi wa kwanza, kuimarisha tauhid, imani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Kwa sababu kama lianna man khafa Allah, yeyote atakayemwogopa na kumcha Allah, lam yadhlim ahadan, hawezi kumdhulumu yeyote. Msingi wa kwanza ni kuhakikisha tunamnadi na tunamtangaza Allah Subhanahu wa Ta'ala akifahamika sawa sawa kwa wanadamu. Hakuna atakayethubutu kuinua mkono wake kumchapa mwenzake, hayupo. Ni kwa sababu ameimarisha tauhid, ameimarisha iman. Monotheism and true faith, kuimarisha tauhid na imani ya kweli ni sababu ya kuchochea amani kuendelea kuwepo. Tauhidi haipo, watu hawamjui Allah, ni vigumu kukuthamini wewe ili asikudhuru. La kwanza tuhakikishe kwamba tunamnadi sawa sawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huu ndio msingi wa kwanza wa kujenga amani, kwa sababu anayemcha Allah Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuvunja amani. Ndugu zangu katika imani, katika hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika suratul An'am,
aya nambari walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Amesema kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msingi huu wa kwanza, Allah ameripoti kwamba sisi ili tuendelee kuishi katika mazingira ya amani, kwanza kabisa al-imanu billah, tumnadi Allah, watu wamfahamu sawa sawa. Alladhina amanu, hakika ya wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na imani yao hawakuivisha dhulma ndani yake. Allah anasema ulaika lahumul amnu, hao ndio waliotunukiwa amani, wa hum muhtadun, na ndio walioongoka. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Jambo la pili linalojenga msingi wa kudumisha amani, iqamatul adli baina an-nas, justice and fairness, kusimamisha haki na uadilifu baina ya watu. Kama patakuwa hakuna haki, hakuna uadilifu, italeta chokochoko na chuki na inda. Mwisho wa siku watu watamwaga damu kwa sababu ya dhulma zinazopita baina ya watu. Jambo la pili litakalodumisha amani katika jamii, iqamatul adli baina an-nas, la amna ma'a dhulmi. Palipo na dhulma amani haikai, wala istiqrara ma'al jawri, na palipo na ujeuri amani huwa inakaa pembeni. Ndugu zangu katika imani, amani hiyo ikikosekana na uadilifu ukakosekana, hofu itatawala na chuki itatawala baina ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Suratun Nahl aya nambari 90, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hakika si vinginevyo Allah anakuamuruni nyinyi wanadamu uadilifu na kufanyiana wema. Uadilifu uwe kati ya viongozi na raia, uadilifu uwe kati ya matajiri na maskini, uadilifu uwe kati ya mwenye nguvu na mnyonge. Kila mmoja akichunga uadilifu katika mazingira hayo, amani itadumu na itadumu tena. Jambo la tatu ikhwanna fillah, ambalo ni katika misingi ya kudumisha amani, ikikosekana msingi huo inakuwa ni faudha, vurugu, na vurugu huwa tena pale masikio hayasikii na macho hayaoni. Jambo la tatu, ta'atu ulati al-umuri fil ma'ruf. Ta'atu ulati al-umuri bil ma'ruf, wanasema wataalamu, obedience to leaders in good leadership or in good matter. Kuwatii viongozi katika mambo ya kheri. Wasipotiiwa viongozi katika mambo ya kheri, ni sababu ya amani kutoweka, huwa inakaa pembeni, alafu mnaachiwa fujo na vurugu. At-ta'atu fi ulati al-umur, kuwatii viongozi ni sababu ya kuchochea kudumu kwa amani kwetu sisi na vizazi vyetu vitakavyokuja miaka mingi ijayo. Ndugu zangu katika imani, famadha yaqulu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mtume anasemaje katika hili? Man ataa al-amira faqad ataani, yeyote atakayemtii kiongozi huyo kanitii mimi mtume. Wa man asa al-amira, na yeyote atakayemaasi akakengeuka na maagizo na maelekezo ya kiongozi, faqad asani, huyo atakuwa ameniasi mimi. Na yeyote atakayeniasi mimi mtume, faqad asa Allah, huyo atakuwa amemaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwasi Allah, wewe maisha yako yatakuwa kwa nani? Ndugu zangu katika imani, kuwatii viongozi ni moja ya misingi ya kudumisha usalama na kudumisha amani.
Viongozi ndio waliobeba dhamana na jukumu la kulinda amani na utulivu. Hivyo utiifu kwao ni jambo la lazima kwenye Uislamu na wala sio jambo la khiari. Lakini amri yenyewe na utiifu wenyewe uwe katika jambo la maaruf, sio katika maasi. Ndugu zangu katika imani, kuwapinga viongozi kunaleta fitna. Kuwapinga viongozi panaleta machafuko. Kuwapinga viongozi panaleta uvunjifu wa amani. Kabla hujampinga kiongozi, baada ya kumpinga ikasababisha uvunjifu wa amani, ikivunjika amani, tazama nyumbani kwako. Una wazee wangapi watakaoweza kukimbia kama unavyoweza wewe? Tazama pale hospitali, wodi namba 1 mpaka 11, waliolala pale wanaweza kujimudu kuinuka vitandani mwao ili waweze kupambana kama unavyopambana wewe? Kabla hujaamua kufanya hivyo, waangalia watoto wetu nasari mpaka darasa la 7. Kabla hujachochea jambo hilo, watoto wako hawa nyumbani unaowasomesha kwa gharama kubwa, unaweza ukawabeba kwenye migongo yako ukahimili jambo hilo. Ikiwa huwezi, uskut. Ikiwa huwezi, angalia nyuma mzigo uliobeba. Kwa hiyo ta'atu ulatul umur ni jambo la msingi sana linalodumisha amani katika jamii. Rabi'an, jambo la 4 na msingi wa 4 unaochochea kuendelea kubaki amani katika jamii, nashrul akhlaq alfadhila watarbiya as-saliha. Ndugu zangu katika imani, good morals and proper upbringing, hili ni jambo la msingi, kukuza maadili mema na malezi bora. Ndugu zangu, amani inaanza kujengwa katika misingi ya kaya. Kama baba mama utazembea kuwafundisha wanawe maadili mema na tabia bora, hao ni sababu at the future kuja kuharibika kwa amani kwa vizazi vijavyo, kwa sababu maandalizi ya kuandaa pale nyumbani hayakufanyika sawa sawa. Kwa hiyo msiba wake mbele utakuja kuwa mkubwa. Ayuha nasu ibadallah, ili jambo la kuandaa watu katika tabia njema na mtu kumuandaa kwenye tabia na akhlaq alkarima, anaandaliwa toka utotoni. Na ndio maana Waislamu tumeambiwa kabla ya kuoa, angalia ni nani anafaa kuwa mama wa watoto wako, kwa sababu ndiye mlezi namba 1 pale nyumbani, kumlea mtoto kitabia na kimaadili. Yakikosekana hayo katika jamii, kila mmoja akawa bize na kutafuta na kukusanya hawa watoto ambao sisi ndio dhamana ya kuwalea katika maadili mema, wakikosa maadili mema at the future wataharibu amani kwa wakati wao huo, kwa sababu hakuna aliojengwa katika ile misingi ya kujali. Ndugu zangu katika imani, jamii tulionayo leo, kila mmoja anapambana na nafsi yake. Ya Rabbi nafsi, ya Rabbi nafsi. Baba akitoka kuelekea mashariki, mama anatoka kuelekea magharibi, wanakutana usiku saa 1 saa 2 masaa 10. Mtoto ulimwachia nani? Hilo tujiulize, mimi pamoja na wewe. Hayo masaa tunayatumia kwenda kutafuta, taib fabihi wa ni'ma. Baba kaenda kutafuta, mama kaenda kutafuta, wanawe umemwachia nani pale nyumbani ili tupate akhlaq alfadhila wa at-tarbiyat as-salihah? Analelewa na nani pale nyumbani mtoto wako? Hatutaki kutaja analelewa na nani, lakini malezi anayopata ni sawa sawa na yale ambayo wewe ungempa kama mzazi. Anza kugawanya muda wako kwa ajili ya kutengeneza jili, kwa ajili ya kesho yako na kesho ya watoto wako. Ndugu zangu katika imani, amani huanzia katika ngazi ya familia. Haiwezekani jamii iwe na amani ikiwa maisha yao yamesongwa na yamemezwa na uongo,
uasherati na usaliti. Haya yote radhail, mabaya yakitawanyika, walkadhib, na uongo ukatamalaki, walghadar, na usaliti ukawa ndo jambo la kawaida, basi usitegemee kama amani itakuwepo katika jamii tulionayo. Huu ni msingi mkubwa wa kulea familia katika tabia na maadili mema. Ndugu zangu katika imani, katika hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, almuslimu man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake wanasalimika, wanapata amani kutokana na ulimi wake na kutokana na mkono wake. Abdallah, ewe mja wa Allah, hivi ulimi wako unafanya watu wakasalimika ama watu wanaingia kwenye maafa? Hivi mkono wako unatumika watu kunufaika ama unawadidimiza watu kwa mkono wako? Na mkono hapa ni quwwa maliya, quwwa jasadiya wa quwwa idariya. Nguvu ya uongozi ulionayo, watu wananufaika na uongozi ulionao. Mkono, nguvu ya kimali, mali yako ulionayo, watu wananufaika na mali yako. Watu wananufaika na mali yako. Au kila kitu, ya Rabbi, nafsi, familia yangu, mke wangu, shangazi yangu, wengine watajua wenyewe. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mtu bora ni yule anaizalisha manufaa kwa watu wengine. Zalisha manufaa kwa watu wengine. Kwa kufanya hivyo unaijenga amani ya baadaye na ya sasa. Ndugu zangu katika imani, jambo la 5 linalodumisha na kusimamia msingi wa kudumisha amani katika jamii tulizonazo, iqamatul hudud. Iqamatul hudud, kuweka sheria kwa ajili ya kuwapa punishment wale ambao wanakwenda kinyume na maelekezo na maagizo yaliyowekwa. Implementation of Islamic law. Uislamu umeweka sheria kwamba kuna watu sio kwa mawaidha ndio watabadilika. Hapana. Kuna watu lazima wapewe adhabu, ndio kwa adhabu ile itasababisha jambo lile likome. Famathalan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Suala la mwizi kwenye Islamic law hakuna kumpa mawaidha, unajua Allah apendi, unajua utaadhibiwa, unajua moto upo. Hapana. Kithibitika ameiba, unakatwa kiganja hichi cha mkono kinadondoka kule chini, ili atakayeona ajue kwamba sheria iko sawa sawa. Hamna atakayeiba tena, kwa sababu mwizi akiiba, alomuibia analia mpaka machozi yanavia ndani ya moyo wake. Amekosa amani huyo. Wewe ulioiba unacheka na kufurahi, na mara nyingine unapanda ndege kwenda kuspendi huko na pesa ulizoiba. Uliomuibia analia. Sasa ni kukosa, unakosesha amani kwa wengine. Na ndio maana ikiwekwa sheria, na uzuri ni kwamba sheria za kibinadamu walizojiwekea wenyewe na sheria alizozitoa Allah subhanahu wa ta'ala, nyingi zinaendana. Yani hakuna anayemchekelea mwizi, hakuna anayemchekelea mzinifu, hakuna anayemchekelea mbakaji, hakuna anayemchekea wale watu waovu. Wote hata katika sheria zetu, kawanini alwadhiya, wamewekewa sheria, unawekwa jela. Basi sheria hiyo iwe sababu ya kumrudisha nyuma mtu, akae na kujipanga. Bila hivyo amani itaendelea kutoweka. Watu watamwagana damu, kila mmoja atatumia mkono wake, atatumia maarifa yake kuhakikisha watu wanauana ovyo, na mwisho wa siku itakuwa ni mtu na mtu, sasa ni familia kwa familia, sasa ni mtaa kwa mtaa, sasa ni mkoa kwa mkoa, nchi kwa nchi. Almuhimu dunia itavurugika, lakini imeanza na mtu mmoja. Ili amani idumu, إقامة الحدود الشرعية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
Adhabitu sadisu, msingi wa 6 unaosababisha amani iendelee kuwepo, alwa'yu wa nabdhi ash-shubuhati wal fitani, avoiding rumors and discord, kuepuka habari za uvumi na za uchochezi, ukazibeba ukazifanyia kazi. Kwa kufanya hivyo unahatarisha amani yako na amani ya jamii kwa ujumla. Min akhtar ma yuhaddid al-amn, miongoni mwa vitu hatari mno vinavyosababisha amani kutoweka, nashrul akhbari al-kadhiba wat-tahrid, kueneza habari za uongo na za uchonganishi na za fitina baina ya jamii. Allah toka zamani amekataza. Kila unacholetewa usikipokee, kila unachoambiwa usikisambaze, bali tumepewa kanuni tena ndani ya Qur'ani. Wallahi, ukiingia kwenye mitandao ya jamii, kwa sababu tu tuna simu zetu hizi za kutuma na bando umeliweka la 500, basi kila unachotumiwa na wewe unafuati, kila unachotumia na wewe unafuati. Hii ni hatari. Sisi Waislamu tuna kanuni. Ukiletewa habari yoyote, iwe ni njema au mbovu, kwanza ukiipokea usifanyie kazi immediately. Na haya ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hujurat, pale aliposema, Al-Hujurat aya nambari 6, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Akija mtu na habari yoyote, iwe nzuri au mbaya, usifanyie kazi kwanza. Fatabayyanu, kwanza ifanyie upelelezi, uchunguzi. Je, ni habari ya kweli au tu ni chuki ya mtu na mtu? Ukifanya hivyo, solution utakayokuja kuipata kwenye hiyo habari itakuwa ni positive, kwa sababu umeifanyia upembuzi yakinifu. Ndugu zangu katika imani, jamii inaangamia. Moja ya vitu vinavyohatarisha amani ni kuenea na kueneza habari za uongo na uchochezi. Bwana, mke wako nilimuona ametokea guest fulani, wallahi kwa masafu ya mtume hivi. Unamwambia mume ambaye wewe habari hiyo na wewe pia umeona tu mtu, saa nyingine amepeleka tu kikoba kule, tayari unampelekea habari mtu, na huyo ulompelekea ni mume wa mtu, na huyo ambaye umeenda kumtuhumu ni mke wake. Hatimaye atakayeshindwa kuvumilia mhemko ya nafsi yake na hasira zake ni kuchukua panga na kumkata, na haitoshi atachinja na watoto wote, na haitoshi anajichinja na yeye mwenyewe. Wewe ulopeleka habari za unafiki, za uchimbi, za uchochezi, haujazifanyia upembuzi yakinifu, umeua watu. Na nyinyi mtanisadiki ninavyosema, leo watu wanajiua kwa kutumia musaddasati. Amemfumania mpenzi wake, kama ni kumfumania kweli, amejipiga na yeye. Ameletewa habari, mke wako bwana anatoka na mtu fulani, anamchinja mke, anamchinja na watu, anachinja na watoto wote waliokuwa pale ndani, na yeye mwenyewe anajimaliza. Lakini sosi ilikuwa ni nini? Habari ulizoletewa ulizibeba bila kuzifanyia uchunguzi. Ndugu zangu katika imani, tuzichunguze habari. Ukitumiwa message kwenye simu yako, fulani kafa, usiamini kwanza, sema hapana, hajafa, mpaka ufanyie utafiti na wewe ujiridhishe. Leo watu wanauana ovyo kwenye mitandao huko, wanauana ovyo. Tusifanye hivyo. Mwenyezi Mungu ametukataza, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Al-khulasa, ndugu zangu, mwisho kabisa wa hotuba yangu, al-amnu la yusma' bisilahi faqat. Amani haijengwi kwa kutumia silaha peke yake. Kama ingekuwa ni silaha, baadhi ya nchi huko siku nyingi zingekuwa na amani, lakini silaha wanazo na amani hakuna. Bali amani inajengwa na nini? Yubna bil aqida. Amani inajengwa kwa watu kuwa na imani sahihi na Mola wao.
Hilo la kwanza. Wal adlu, imani inajengwa kwa uadilifu baina ya watu. Wal akhlaq, imani inajengwa kwa tabia njema baina ya watu. Wat taa, na amani inajengwa kwa watu kuwa watiifu kwa viongozi wao. Wat tarbia, na malezi mema. Wal wa'i, na kuwa wasikivu wa kupembua mambo na wasiingie katika mihemko ya kuanza kusambaza habari kwa watu. True security, amani ya kweli, comes from faith. Leo nimebadilika kidogo, inakuja kutokana na imani ya kweli. Justice, mambo ya haki. Obedience, utiifu kwa viongozi. Good moral, maadili mema. And social unity. Ukiishi katika mazingira hayo, wherever there is a justice and piety, peace prevail. Ibadallah, hayo maneno nisiyatafsiri, nitakuwa nimewaacha mbali baadhi yenu. Inna Allaha amara bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi almusabbihati bi qudsi faqala jalla min qailin alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Tumeona jinsi gani sisi kama Waislamu Mtume katuambia nini, Qur'ani imetuambia nini, na wanachuoni wametuambia nini kuhusu swala zima la amani. Kwa ndugu zangu, swala la amani ni wajibu wa kila mmoja kuitunza na kuilinda amani ya nchi hii. Leo tunafanya ibada katika misikiti, tunajaa namna hii kwa sababu tuna amani. Leo unakwenda kufanya biashara zako kwa sababu tuna amani. Leo unasafiri kwenda mahala popote kwa sababu tuna amani. Lakini ukiangalia vyombo vya habari unaziona nchi zingine namna gani watu wanapata shida, namna gani wazee wanapata tabu, watoto wanapata tabu, kina mama wanapata tabu. Haya ni mambo ambayo Uislamu sio dini ya vurugu. Ndio maana leo khatibu katufungulia swala zima la amani. Kwa hiyo unapoambiwa au unapoisikia hutuba ya leo, tunasema kwa Kiswahili kingine, changanya na za kwako. Qur'ani imekwambia, Mtume kasema, kauli za wanazuoni tumezisikia, sasa kachanganya na za kwako. Kama wewe unataka kuvuruga amani, basi endelea. Lakini cha Mungu utakiona. Lakini sisi kama Waislamu hatutegemei kuona vijana wa Kiislamu wanakwenda kuwa chanzo cha kuvuruga amani. Tutulie, tufanye kazi zetu vizuri, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili amani yuko nayo katika nchi yetu endelee kudumu. Kwa sababu khatibu kazungumza misingi mizima ambayo inafanya amani iendelee. Kwanza kazungumza swala la imani. Imani peke yake, ukimwamini Mwenyezi Mungu, ukiwa na imani na Allah, ukiwa unafanya dhikri, basi wewe huna shida kabisa kufanya jambo lingine tofauti. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Yaani wewe unafanya dhikri ya Mwenyezi Mungu, moyo wako unatulia kabisa, huna haja ya kufanya vurugu kwa sababu uko na imani. Kwa ndugu zangu, mimi nikusihi na nikuombeni, siku zibaki ni chache, tukatekeleze wajibu wetu kama Watanzania, kwa sababu kila Mtanzania ana wajibu wa kupiga kura. Una haki ya kuchagua kiongozi. Uislamu haujakuzuia wewe ukae nyumbani usichague kiongozi alafu baadaye akaja kiongozi ambaye humtaki
unasema tumebaguliwa. Nenda kapige kura tarehe 29, toka nyumbani kwako, nenda kapige kura yako, rudi nyumbani kwako, subiria kile ambacho kitatangazwa na mamlaka ili uweze kupokea na kuona kwamba ushindi uko hapo. Lakini kufanya kitu tofauti na hapo, ndugu zangu, tutakuwa tunaingia kwenye kuvuruga amani ya nchi yetu. Tutashindwa kusali sala zetu za Ijumaa, tutashindwa kuja misikitini, tutashindwa kupeana mawaidha, tutashindwa kuonana. Kila mmoja atakuwa ya rabbi nafsi, ya rabbi nafsi. Mnayaona yanayotokea katika nchi za wenzetu, wala sio ya kuambiwa. Sasa hivi vyombo vya habari viko wazi, kila mmoja unaliona na kutokea katika nchi za wenzetu. Vurugu zao kutokea kwa majirani zetu tunaziona. Kwa ndugu zangu, wala amani ndio nayo tuitunze, tutekeleze wajibu wetu kama mmoja ambao tunatakiwa, kwa sababu katika swala kuu moja kwa Uislamu tunataka ni kutii mamlaka. Wa atiu Allah wa rasula wa ulil amri minkum. Mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale mamlaka juu yetu. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu inshallah atupe subira, atupe imani inshallah, na atupe taufiki ya kuweza kuyatekeleza yale ambayo wajibu wetu kuyatekeleza. Lakini tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulindia nchi yetu, aendelee kulindia amani yetu, tuendelee kuwa na utulivu kama vile ambavyo tumeweza kuvumiliana. Basi tuendelee hii amani yetu endelee kuwa katika nchi yetu inshallah. Baada ya inshallah tuombeane dua, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi maisha yetu, atufanyie wepesi kazi zetu, atie baraka katika nyumba zetu.